Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha tena siku hii ya leo tarehe 17 mwezi wa kwanza 2026 katika kipindi chetu cha habari njema ushuhuda kwa mataifa. Na leo tuna mwendelezo wa somo letu linalosema kumwamini Mungu katika nyakati ngumu. Kabla hatujaendelea sana, tuombe kwanza. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya saa hii ambayo umetupa tena tunapoendelea kujifunza katika platformu hii ya YouTube na katika kipindi hiki cha habari njema ushuhuda kwa mataifa. Bwana, lengo lako ni kuwafikia mataifa na watu mbalimbali kwa neno lako na ushuhuda. Bwana, tuko hapa, umetupa nguvu na ujasiri, nasi Bwana tunalitangaza neno lako kwa sababu ndivyo ulivyosema katika kitabu cha Mathayo 28. Nendeni kuwafanya wanafunzi wangu kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu, kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nasi tupo kwa ajili ya neno hili la ushuhuda, Mfalme. Nasi tunaitangaza habari njema kwa kila kiumbe. Asante kwa sababu Bwana, neno hili jioni ya leo litafanyika baraka kwa mtu mmoja, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Nikukaribishe katika kipindi hiki, na somo letu tunaendelea nalo ni kumwamini Mungu katika nyakati ngumu. Tunaongozwa na kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 23. Kwa muda wako unaweza ukasoma. Lakini leo nataka tuangalie katika engo mbili, mambo mawili tu tutakayoangalia. Cha kwanza tutaangalia maana halisi ya nyakati ngumu. Nyakati ngumu ni vipindi vya maisha vilivyojaa changamoto, matatizo, taabu. Na nyakati hizi zinamtambulisha mtu kuwa na mambo hayaendi vizuri. Kuna nyakati ngumu zinamfanya mtu anaona kama vile mambo hayako sawa. Ni nyakati ambazo unakuta mtu amepauka. Nyakati ngumu zinaweza zikamfanya mtu akaongea peke yake kwa sababu yuko kwenye kipindi cha changamoto na matatizo. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 22, unatazama namna ambavyo Ayubu alipitia kwenye nyakati ngumu. Watoto wake wameenda kwenye sherehe, lakini analetewa taarifa kwamba kuna watu kwamba watoto wake wamekufa. Alafu anasema akali alipokuwa akinena, mwingine anakuja. Huyu hajamaliza, mwingine anakuja. Kwa ikawa ni shida juu ya shida. Lakini katika mambo hayo yote Ayubu ananifurahisha sana. Kwenye kile kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 21 anavyozungumza, anasema hivi: nalitoka tumboni kwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi uchi vile vile. Halafu anamaliza anasema, jina la Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Si maneno mepesi kuyazungumza katika nyakati na kipindi ambacho Ayubu alikuwa anapitia. Unaona kila kitu kimeenda, watoto, fahari zote, mali, lakini bado analalua mavazi, anasema jamani, mimi nilikuja uchi, nitarudi uchi. Hebu fikiria sasa huu wakati mgumu wa Ayubu. Wewe unakutana na wakati mgumu, simu ya mchepuko, unakutana na message ya mchepuko kwenye simu ya mwako, unasema jamani, mimi napitia wakati mgumu kwenye ndoa yangu. Wewe hujakutana na nyakati ngumu. Hebu vaa viatu vya Ayubu sasa. Lakini katika mambo yote Biblia inasema Ayubu hakumtenda Mungu dhambi kwa kinywa chake. Hakumtenda Mungu dhambi wala hakumnena Mungu kwa upumbavu. Hiyo ni kuendelea kumwamini. Aliendelea kuamini kwamba hata hapa ninapopita ninajua ni Mungu. Ndio unaona hata mke wake anamwambia, sasa mume wangu, ilipofika kufuru ufe, wa mama, Mungu awape neema. Wakati mwingine mkiona tunapitia nyakati ngumu sisi wanaume, msikimbilie kusema eti unajua kufuru ufe. Ayubu mimi nafikiri sikuwepo, lakini na wewe hukuwepo, ila najaribu kufikiria ni kama Ayubu angekuwa anamumudu, hayuko anajikwangua na vigae, alikuwa angemwasha hata kofi. Angemkata kofi. Kwa sababu unamwambiaje eti kufuru ufe? Sasa hasira zote nafikiri Ayubu alikaa kamtazama, sema
kwa kweli nilioa gume. Angalia kitalichozungumza mama. Kwa hiyo tupate mema tu halafu tusipate na mabaya. Na wewe unanena kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Yaani ile neno ndio nimwambia ni sawa sawa na angemkamata akampiga makofi. Unaona sasa? Kwa hiyo kwenye nyakati ngumu bado tunapaswa kumwamini Mungu kwamba yupo. Kuna nyakati ngumu za kifedha. Unaona kama hii ni Januari. Umepeleka watoto shule, hela zimeisha wakati huo, saa hiyo na kodi natakiwa, saa hiyo miradi imesimama, huoni kabisa lamani. Huo ni wakati mgumu. Katika huo wakati na kutia moyo, neno linalotutia moyo ni Isaya 41 mstari wa 10. Angalia Isaya 41 mstari wa 10, Biblia inavyosema. Na niko hapa kukutia moyo kwa huo mstari jioni ya leo. Utoke ukiwa unajua Mungu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10, Biblia yangu inaniambia hivi, inasema hivi: usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Halafu usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Bwana ameahidi kukusaidia. Usiogope. Changamoto zipo, nyakati ngumu zipo, lakini katika hizo anasema usiogope. Ameahidi kwamba yeye atakushika mkono wake, lakini atakusaidia, na amesema yeye ni Mungu wako, atakutia nguvu. Wewe nyakati ngumu huwa hatuzikimbii. Mungu anatutia nguvu, tunavuka. Ndio maana unasoma sasa katika kitabu hiki cha Isaya 40:31, unaona wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nani anayetupa nguvu? Ni Mungu. Kwenye zile changamoto Mungu anatupa nguvu. Unapitia migogoro ya kifamilia, jitie moyo. Unapitia una msongo wa mawazo, umeachwa na mchumba, jitie moyo. Wachumba wapo. Wewe usije ukamfikiria Mungu kwa mimi ni wakukataliwa. Wewe wakukataliwa utakuwa wewe. Wewe tulia, ujue Yesu yupo kwa ajili yako. Unaona sasa? Kwa hiyo vipindi hivi vigumu kama hivi huwa vipo. Ila cha msingi na cha ambacho kinahitajika, unapaswa kujitia moyo. Lakini pia ni kipindi cha majaribio kinachohitaji uvumilivu na subira ya moyo. Si kipindi ambacho tunaweza tukakizoea. Si kipindi kinachoweza kuzoeleka. Sasa kwa haraka tu tutaendelea kwa wakati mwingine, ila kwa leo nataka nikupe mambo kwenye kati ya mambo muhimu yatakao kusaidia kuimarisha imani yako katika nyakati ngumu. Hapa nazungumza mambo muhimu. Zingatia mambo muhimu yatakao kusaidia kuimarisha imani yako katika nyakati ngumu. Yako mengi, lakini leo tutazungumzia kwa neema ya Mungu tutazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, unapopitia nyakati ngumu, tambua Mungu yupo hata kama kimya kimetawala. Yaani hata kama kimya kimetawala, tambua Mungu yupo. Zaburi 22 ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema, Mungu wangu mbona umeniacha? Mwandishi wa Zaburi analalamika. Ni kama yale malalamiko ya Yesu. Hebu fikiria, Yesu yuko hapo, yuko msalabani, anaona kila kitu kimeisha, mwili unauma, anaona Mungu amekaa kimya, anaita Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Mungu alikaa kimya kwa sababu hana muda wa kumsaidia kwa wakati huo, kwa sababu kuna kazi anatakiwa ikamilishe. Wakati mwingine wewe ndo unapita kwenye nyakati ngumu kwa sababu iko mission ambayo ulionayo, na Mungu anajua akija kukutoa hapo hiyo kazi haitakamilika kwa uzuri. Kwa hiyo wewe endelea kumwamini Mungu. Hata kama unaona yuko kimya, wewe jua Mungu ni Mungu. Na katika Zaburi mstari wa 3 unanitia moyo, anasema katika pamoja na kwamba yuko kimya, baada anamtambua kwamba yeye ni Mungu wa Israeli aketie juu ya mbingu. Kwa hiyo katika mambo yote ujue kwamba Mungu yupo. Hata kama unapita kwenye nyakati ngumu, usimsahau Mungu. Amesema usiogope, atakupigania, atakushika kwa mkono wake wa kuume na wa haki yake. Unaona? Jambo la pili na la mwisho kwa siku ya leo, na tutaendelea na mambo mengine, yapo mengi lakini leo tunaangalia mambo mengi. Jambo la pili, kumbuka na umkumbushe Mungu yale mema ambayo amekwisha kufanyia kwenye maisha yako. Kati ya kitu ambacho Mungu anajivunia ni pale ambapo unapomkumbusha mema ambayo amekufanyia. Unapomwambia Mungu, mimi nakushukuru, najua hata hapa ni wewe umenifikisha.
Najua hata hapa wewe umekuwa Ebeneza, sikuwa hivi nilivyo, na kushukuru Mungu. Unamkumbusha, unamwambia Mungu, nakumbuka umenivusha hapa na hapa, nakupa utukufu. Katika unapopitia kwenye nyakati ngumu, ili uendelee kuwa na imani, ili imani yako endelee kuimarika mbele za Mungu, kumbuka vile ambavyo Mungu amekusaidia. Kumbuka hata jana ulikuwa umelala njaa, ungelala njaa, ulikula jana ukashiba kabisa ukavimbelwa, ulikula makuku, leo umelala njaa kidogo, naona mimi napita kwenye nyakati ngumu. Kumbuka. Ukikumbuka tu, ukichukua nafasi ya kumemorize yale mamema ambayo Mungu amekutendea, itakupa sababu ya kujua kumbe Mungu yupo hata hapa, atanivusha. Habari njema ninayotaka kukuambia ni hii, kwamba hata kwenye nyakati ngumu zote huwa hatukai, tunapita. Ndio maana anasema katika Zaburi pia, nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kumbe kwenye nyakati zozote tunapita, na hii nakupa na kuencourage ujue kabisa kwamba katika nyakati za raha tunapita, katika nyakati za magumu tunapita, katika nyakati za karaha tunapita, katika nyakati za huzuni tunapita, za furaha, za kucheka, kwa sababu Biblia imesema katika Mhubiri, kila jambo lina wakati wake na kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba kuna raha zinakaa muda wote, ama kuna shida zinakaa muda wote, au kuna nyakati ngumu zinakaa muda wote. Kila kitu kinapita. Tunazunguka namna hii kwenye cycle. Hakuna kinachodumu. Jambo kubwa unalotakiwa kujua, unapokuwa kwenye nyakati ngumu, zingatia haya mambo mawili ya kwanza ambayo nimekupa. Yapo mengi, lakini tambua kwamba Mungu yupo. Hata kama usikii, hata kama amekaa kimya, wewe ujue Mungu yupo. Lakini kumbuka yale mema ambayo alikutendea. Kumbuka alivyokulisha, kumbuka alivyokuvalisha, kumbuka alivyokubeba. Mungu awabariki sana. Tuombe. Tunakutukuza kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu umetupa neema ya kutafakari. Namuombea mmoja mahali hapa ambaye kwa namna moja ama nyingine anapitia wakati mgumu. Bwana, wewe ndio uliyeahidi katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Ukasema kwa neno lako ya kwamba usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Wewe Bwana uko pamoja nao. Ukasema usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Wewe ni Mungu wetu. Ukatangaza nitakutia nguvu nami nitakusaidia. Mtie nguvu mtu huyu Bwana. Mtie nguvu anapopita katika wakati mgumu, kwenye ndoa yake, kwenye kila kitu anachopitia, kwenye changamoto mbalimbali. Bwana umtie nguvu kwenye migogoro ya kifamilia, ukosefu wa ajira na fursa. Mtie nguvu Bwana. Kisha ukamshike kwa mkono wako na kumsaidia. Asante kwa sababu neema yako itaendelea kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru katika mambo yote, maana Bwana yote tunatenda kwa utukufu wako, kupitia jina la Yesu.